Hello Kenyans, hope you're good. I am Brenda Kangai and this is a channel where we discuss social, political and economic issues affecting our country. Karibu sana, and this is an unbiased channel. This is where you are free to air anything that you want. You are free to write any comment that you would wish, and I would also like to know what kind of content would you like me to bring to you that will impact our political, our economic and our social values in this country. So kindly niandikie hapo chini uniambie naweza taka tuongelele hii na hii, or you bring a guest, you discuss this and that. So the president yesterday alikuwa na kikao na wana media na akasema Honorable Rigathi Gachagua alimuitisha bilioni 10. Na nimeamua nitakuwa na analyze hizi vitu za Mr. President bit by bit, so that nisifanye video ikuwe very long. I make it as short as possible so that you can watch all of it. 10 billion Rigathi Gachagua aliitisha. Mara unasema alikuambia one term president. The other time alikuwa mtu wa kiburi. The other time ni wabunge. Mr. President, come clean. Sema ulimdharau Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ukadhani ana watu, ukadhani haezi sikizwa. I remember very well, you started insulting Honorable Rigathi Gachagua, calling him primitive, mtu ajielewi. At that time, I was not listening to what Rigathi said, because I was fully in opposition, and I was part of the people when walikuwa naenda maandamano kusema no finance bill 2023 na 2024. Na mimi sikuwa namsikiza, nilikuwa naona ako party yenu. But ikafika mahali nikaona hapana, this guy Rigathi amefinyiliwa mahali, na nikataa kufuatilia sana. Nikaona ya kwamba nyinyi wenyewe ndio mmemdharau na mnataka hizo lawama zenu mbaya mbaya za maandamano, vijana kupikwa, mmwekee. Na Rigathi akakuwa ni mtu mjanja, akaerevuka na akaepa hiyo mtego haraka. Hata kama alikuwa amefanya akaongea, akaona hapana, these people are putting me into trap, akatoka. Alipotoka into trap, juu wewe ni mtu mwenye anatakanga ule mtu anamsikiza anafanya mabaya ndiye amwekelee, wewe mwenyewe ukaona sasa huyu mtu lazima nimtoe, kwa sababu haendi kusema zile maneno nataka aseme. Unataka Mr. Yesa, unataka Honorable Githuri Kindiki, ndio ukimwambia sema left anasema left, right. Unataka mtu ambaye ana behave kama sisi wafuasi wa Raila Odinga. Ndio baba akituambia tutoke tunatoka. That is what you wanted. And you realize that Gachagua is a man, a full man. Akakwambia no. My boss, hii kazi sifanyi. Usipige vijana risasi tena kwa street. Wacha kuovertax wa Kenya. Patia vijana loan yao ya help. And you said no, this man hata nisaidia kuumiza wa Kenya. And you planned the impeachment. So acha kuwekelea watu useme ni wabunge, mara ni 10 billion. And I told you MPs, and I will do that video. Niliwaambia na nikawaambia vizuri sana, this guy is going to dump you. I told you. Ruto haezi beba blame. My friend atakuruka seme ni wewe, si yeye. Yeye anataka kutoka akiwa clean. Basi hizi wa Kenya tumejanjaruka. So what I'm telling you, it's not about the 10 billion. It is about ulidharau Rigathi. Ukamuona si mtu, akatoka na akaeleza wa Kenya, mimi jamani nataka kuimpichiwa kwa sababu ya hii na hii, na niko tayari na wanataka nijiuzuru. Na nikuwa mtu mmoja mwenye alitafuta namba ya Rigathi nikamtext. Sijui kama alipata message, nikamwambia jamani jiuzuru ndio at least uweze kusimama rais. But we never knew the card. Rigathi wanted the people of Kenya to know the manual. Alikuwa anataka watu wajue wewe ni mtu mbaya ambaye anakandamiza wananchi. Saizi ndo naelewa what Rigathi wanted the people of Kenya to know. Rigathi said I will sacrifice, ni kwa impeached, ni aibike, lakini wa Kenya wajue huyu jamaa si mtu mzuri, ni mtu mkora, ni mtu anaruka watu. So wacha kuwekelea ati Rigathi akakuomba 10 billion. Rigathi hata ile mali yake alitusomea aliunda before 2000, when I was a very young child. I think I was about 4 or 5 years. Na alisoma na akasema ni ya familia, na akaelezea wa Kenya.
then in fact alitusomea mali yake in 1 or 2 hours. So we know Rigathi is clean, he didn't root anything, but at the end of the day wewe uliona hata kusaidia kwa kazi yako ya uongo. That is what you say. I remember when you are vetting Rigathi and saying some of your MPs hatiajui kuvaa vizuri. Member of parliament or a leader or a president is not measured by the kind of clothes he wears. When I was a young child in 2003, I was in my early primary school, and Mwai Kibaki was the president. Then he used to wear baggy trousers, but he gave me free primary education. He gave me free primary secondary education. So why should I not give that man credit? See nguo zake, see the looks. Bibi yake hakuwa anashuka. Honorable Mama Lucy Kibaki hakuwa anashuka, alikuwa anavaa wig hata zikiwa tu vile ziko, but their government delivered, made Kenyans proud. Leo hii watu wakitembea na Thika Road super highway wanaona Mwai Kibaki. So don't come and tell us stories, theories. Tell us you underestimated the man Rigathi Gachagua. You thought that he should go home, and the man outsmarted you. He has the people of Mount Kenya. We are behind him. He is our father. We are not leaving him anytime soon, unless he joins you. Hatuwezi acha Rigathi unless he joins you. So please come clean. Acha kuwekelea Rigathi mambo ya 10 billion. That is absolutely total lies. Mr. Uongo, Mr. Kaongo. Nani hata ungetaja hiyo pesa, ungeendelea tu. Hii kesi ya Rigathi simekelewa watu wengi. Rigathi ameitisha 10 billion. Wabunge ndio walitaka kuimpeach. Yani so many stories bana. Itikia, kubali aishe. Mulitaka kuangusha mtu, na Mungu akawaambia no, I got this man. So that's my take. Let's dive into another topic on the next episode. Bye bye, and I love you so much, Kenyans.